Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Nayo heshima kubwa kusimama mbele yako kusema mambo machache. Ningetamani ninukuu maneno ya Mungu katika kitabu cha Hagai na kuaga sura ya 2 kama sikosei. Nikukumbushana kwa sababu kuna vitu navielewa. Kitabu cha Hagai, alafu nitafutia huo mstari ambao nasema mkapande mlimani mkakate miti ili mje kujenga nyumba ya Bwana. Tutafute basi watu wa Mungu kama wana Biblia. Hagai 1:8 ni agano la kale. Hagai 1 mstari wa 8. Tutasoma wa 8 na naweza usoma hata wa 10. Wa 8, 9, 10 ni kukumbushana kwa wale wote pia wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao. Tutafakari kwa pamoja alafu tutakwenda kuendelea. Tumefungua Hagai 1 mstari wa 8 mpaka wa 10. Unaweza kaanza hata wa 7 ili ujue anayeongea hapo ni nani. Nasema Bwana wa majeshi asema hivi: zitafakarini njia zenu, pandeni milimani mkalete miti mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache, tena mlipovileta nyumbani mkavipeperusha, nikavipeperusha ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi, ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Sasa wakiendelea wa 10, basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa isitoe mumande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Tunaweza kufikia tu hapo tukumbushane. Agano la kale Mungu aliwasisitiza watu waliopewa nafasi wakati huo juu ya nyumba ya Mungu. Mungu alikuwa anawaona watu wanakusanyika wanamwabudu, lakini mahali wanapoabudu kwa Kiswahili kingine hapakuwa na heshima kama ambavyo nyumba zao zilivyo na heshima. Akawakumbusha, akawaamuru, pandeni milimani mkakate miti. Kwa hiyo kuna watakatifu waliotembea na Mungu walijenga nyumba za miti ambao ni nyumba ya Mungu, wamwabudu Mungu. Mungu aliwaridhia. Amina. Mkakate nini? Mkaijenge nyumba. Alafu anasema Mungu anasema mimi nitaifurahia. Alafu namba 2, nitatukuzwa. Kumbe Mungu anataka nyumba yake inapojengwa kwa uongozi wake watu waje wamwabudu Mungu. Ndipo Mungu anapojifunua kwa namna ya pekee, kwanza kuifurahia hiyo nyumba na kuwafurahia wale wote waliotii kutimiza kujenga nyumba yake. Na namba 2, atatukuzwa kwa sababu anapojifunua na kufanya kile ambacho anafanya au kujibu watu, ndipo anapopata nini ndugu zangu? Kutukuzwa. Mstari wa 9 anaeleza kwamba kama mtafanya hivyo msitegemee kupata faida. Anasema mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache, tena mlipovileta nyumbani, yaani kwenye nyumba zao, nikavipeperusha. Yaani Mungu akavisambaratisha. Akasema, kwa maana mengine anasema ninyi hamjali nyumba yangu, nyinyi mnajali vya kwenu, ngoja nione kama mtashinda. Akavifanyaje? Alafu anasema ni kwa sababu gani na vipeperusha? Asema Bwana wa majeshi, ni kwa sababu ya nyumba yangu. Maana yake kanisa lake, nyumba yake ya sala, si ndio? Nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake.
Umeona hiki kitu? Tangu Agano la Kale Mungu ni roho, anakaa ndani ya watu, lakini anapoamuru lijengwe jengo kwa ajili yake, hiyo nyumba sio ya kiongozi anayeisimamia, sio ya mchungaji, sio ya askofu, sio ya mtume, sio ya awaye yote. Nyumba hiyo ni nyumba ya nani? Inaitwa ya Mungu. Ndio maana huyo unayemuita mchungaji, unayemuita askofu, unayemuita mtume, mwalimu, Mungu kama amempa neema ya kukusanya roho za watu kwa utukufu wake Mungu, unakuta na yeye ana nyumba yake na familia yake. Lakini kanisa ni nyumba ya nani? Kanisa ni nyumba ya nani? Lakini Mungu anawapa watumishi kusimamia tu, tena kwa wakati. Ukiona makanisa yote yale, ukute makanisa hayo ambayo yameendelea, yanaendelea, yanajengwa na Mungu anajifunua katikati yao, ujue nyumba hiyo ni nyumba ya nani? Sio ya yule anayesimamia. Mungu anatutumia kama vyombo, lakini nyumba ni ya kwake. Sasa anapoona kwenye mioyo yetu ama mioyo ya watu wa kale, Agano la Kale, Wayahudi hawa, alipowaangalia hawakujali juu ya nyumba yake, walijali juu ya nyumba zao. Wanapopata chochote wanaenda kuwekeza kwenye nyumba zao, na nyumba zao zinapendeza kweli kweli. Mungu akakasirika akasema, nitavipeperusha hivyo vitu mnavyopeleka kwenye nyumba zenu, kwa sababu mmeacha nyumba yangu. Na ukiangalia kweli, angalia watu, mtu mmoja tu anaweza kajenga nyumba yake nzuri, na ukifika hakuna mtu anamwambia vua viatu, unavua viatu mwenyewe. Tena nakwambia bwana, wewe usivue, ingie tu. Anasema ameangalia hali halisi ndani, kaona hapa havipitiki na hizi socks, anavua huko. Sangine anapigwa hewa socks huko, ili angalau ile hewa nzito ya socks ambayo alifanya kazi mchana kutwa angalau isiingie huko, maana itaharibu perfume za watu. Si ni sawa? Kama mtu mmoja anaweza akajenga nyumba yake, ninaposema mtu mmoja maana yake mume na mke. Si ni sawa jamani? Si wamekuwa mwili mmoja? Ama mtu yeyote ambaye hajaoa hajaolewa anaweza kujenga, kijana peke yake, nyumba moja, nyumba yake nzuri, akanunua kiwanja, kajenga kizuri, akaweka furniture huko ndani nzuri. Je, kwa kanisa la Mungu tunashindwaje kuipamba nyumba ya Mungu ambayo ndio inaitwa kwa jina lake? Si tunaweza? Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu hiyo Mungu anatukumbusha kwamba usifanye moyo wako kuona kama hii kitu ni cha ziada. Hapana, sio kitu cha ziada, ni kitu cha kujali sana. Nyumba ya Mungu, ukijua Mungu anashuka hapo, wekeza hapo. Fanya nini ndugu zangu? Wekeza. Utakuja wakati ambao utatamani kuwekeza, hautaweza.